Hii ndio siri ambayo ninataka uinase. Hii ndio siri ambayo ninataka uichukue. Waache watu wakuone wa kawaida ukiwa nao, lakini ukiisha kuondoka usiwe wa kawaida. Waache watu wakuone mpole, wakuone mnyenyekevu, kama hujui kuongea, kama huna la kuwafanya, kama wanatukana watukane, lakini ukishawapa mgongo, hakikisha hamna mtu ambaye anaweza kagusa kisigino chako. Hii ndio siri ya nguvu ninayowapa. Ruhusu watu wakuone wa kawaida. Ukijiinua na kujitukuza, ukaonekana mwenye nguvu sana, tayari unashusha nguvu halisi. Unashusha nguvu halisi. Biblia inasema Mungu huwapinga wenye kiburi, bali wanyenyekevu huwapa neema. Sasa anasema kwamba anaomba sasa akiwa na watu wake asiwe mkali, yani asionyeshe zile nguvu zake akiwa na watu wake. Ni kwa sababu gani? Soma mstari wa pili, anasema naomba kwamba nikiwapo nisiwe na ujasiri kwa uthabiti ambao nahesabu kuwa nao juu ya wale wanaodhania ya kuwa sisi tunaenenda kwa jinsi ya mwili. Maana yake kumbe kuonesha nguvu, ishara na miujiza ni kwa ajili ya watu wanaodhani kwamba huduma inafanyika kwa namna ya mwili, wanaodhani kwamba Yesu Kristo ni Yesu tu wa mwilini wa kawaida, wanaodhani kwamba wewe ulivyo hauna cha ziada kwenye ulimwengu wa roho. Hao ndio wa kuonesha ishara, hao ndio wa kuonesha nguvu ambazo zinakuja kama radi. Lakini kwa wale ambao tayari wanaamini, wanataka sauti ya unyenyekevu na upole. Na ndio maana mimi nikiwa ninafundisha darasa kawaida, darasa la kiroho kawaida, situmii sauti sawa na ile ninayotumia wakati ninahubiri madhabahuni, kwa sababu ninajua moja kwa moja kwamba nikitumia sauti ninahubiri madhabahuni, ninachozungumza nacho ni spirit, roho, lakini ninavyofundisha ninazungumza na miili ili watu waelewe taratibu. Kwa maana kwamba Paulo anasema kwamba kama na ninyi mtadhani kwamba sisi tunaenenda kwa mwili, basi kwenu napo nitakuja kwa ukali. Maana yake kumbe watu wakiona ule ukawaida na unyenyekevu wanachukulia kwamba huyu ni mtu wa mwilini na wa kawaida, hana la kufanya. Pointi yangu siku leo ni hii: usiruhusu mtu akayadharau magoti yako. Ngoja nirudie, usiruhusu mtu akadharau magoti yako. Mwache adharau maneno yako, mwache adharau jinsi unavyotembea, mwache adharau hali unayopitia, mwache adharau familia yako, mwache adharau chochote, lakini sio magoti yako. Maana yake akiweka dharau zote, jua moja, ukipiga magoti amekwisha. Mtu akiadharau magoti yako, wewe usiadharau magoti yako. Nikisema magoti namaanisha ule mlango ambao ukiufungua unakuwa kwenye kilele cha nguvu za Mungu. Yaani kwamba ninyi fanyeni yote, lakini nikipiga magoti kitaeleweka, nikiingia kwenye maombi kitaeleweka. Waache watu wadharau yote, lakini sio maombi yako. Linda sana heshima ya maombi yako, linda sana heshima ya maombi yako. Ifike stage watoto wajue kwamba mama akipiga magoti hapatoshi hapa. Mimi mama yangu mzazi wakati wa malezi alikuwa nikifanya kosa anipigi hivi, ananifungulia Biblia na iweka mbele. Alikuwa anapenda kunifungulia kitabu cha Waefeso sura ya 6, inasema enyi watoto waheshimu baba na mama. Sasa ananisomea lile andiko, waheshimu baba yako na mama yako ili siku zako zipate kuwa nyingi. Alafu ananiuliza, wewe kwa kosa hilo ulilofanya umeniheshimu? Namwambia hapana. Ananiuliza, ina maana wewe utaishi miaka mingi? Namwambia hapana. Kwa nini umefanya hivi? Kiboko. Anaendelea mstari unaofuata, kiboko. Yaani anakufafanulia huko anatandika. Kwa hiyo nimekuwa nikijua mama akishika Biblia zinaambatana na fimbo. Nimekuwa nikijua Biblia inapowekwa lazima ile kosa niliache, hata kama nilikuwa nalipenda. Lazima hicho kitu nikiache. Kuna ule utoto wa kwenda PS kucheza magame, lakini mama akishika Biblia siku hiyo ninajua kabisa nimekwisha, sitaka niende tena. Sio kwa sababu ya fimbo, ila alikuwa akisoma hilo andiko, ilikuwa ni Waefeso sura ya 6. Alikuwa akilisoma ninasikia kama moto kwenye masikio yangu hivi. Hapo ni usawa wa darasa la 3 mpaka darasa la 6. Unaweza ukasema mtoto haelewi mambo ya kiroho, lakini alikuwa akisoma na sikuwahi kumwambia hicho kitu. Alikuwa akisoma hilo andiko nasikia kama moto unapita kwenye masikio namna hiyo. Kwa hiyo yale maneno anayoongea yananichapa zaidi kuliko ile fimbo, kuliko maumivu ya ile fimbo. Ifike stage mwanao ajue kwamba mama akikimbilia madhabahuni, I say nimekwisha, yani ninanyooka kwa lazima. Ifike stage mwenzako ambao upo naye kwenye mahusiano aidha ya ndoa ama ya uchumba ajue kabisa huyu dogo akipiga magoti huyu kila kitu kinabadilika hapa. Na ndio maana wanaume wasiokuwa na intention ya kiroho kwako, wasiokuwa na lengo la kiroho kwako, hawezi kutaka wewe uombe hata siku moja. Nasikia umeanza kuombaomba, umeanza kwenda huko. Wanajua kabisa maombi yana nguvu ya kufunua ukweli uliojificha. Maana yake ukweli ukifunuliwa, yeye atakimbia, hatosalia hapo. Na unakuta umepata kama mtu kingine ni kama kapepo kadogo hivi. Unakwambia Roho Mtakatifu kaniambia nifunge Jumatatu, kwa nakwambia baby sikiliza, funga Alhamisi. Yani kama kenyoni ka Roho Mtakatifu kadogo. Maana yake anakuhamisha kwenye intention ya kuomba. Mtu yoyote asiadharau magoti yako, na akiadharau wewe usiadharau magoti yako. Wajue kabisa huyu fulani tukimpa maiki, huyu fulani tukimruhusu apige magoti, huyu fulani tukimwacha aende madhabahuni, hapa habari imeisha hapa. Hivi ndivyo ilivyo. Mtu yoyote ajue kabisa ukiingia kwenye ulimwengu wa roho, wewe ni mtu mwingine. Cha ajabu ni kwamba mchawi akikwambia usiku tutaona, unaogopa na kutetemeka. Maana yake yeye
hayaheshimu magoti yake, yani ulimwengu wake wa roho. Unauogopa ulimwengu wake wa roho, lakini wewe kwako unauchukulia poa. Hata umelala unapiga miao tu, Baba katika jina la Yesu, Baba angalia. Yani wewe uko serious kweli? Yani na miao unapiga ukiwa magotini? Jesus. Na miao unapiga kabisa. Hujajua nguvu ya hilo jina la Yesu. Na ndio maana maombi yako ni butu, hayana matokeo, hayana nguvu. Ukitamka ni kama ndege tu anaimba asubuhi. Lakini ukijua nguvu iliyoko kwenye magoti yako, ukijua nguvu iliyoko kwenye ulimwengu wako wa roho, usijichukulie poa. Ulimwengu wako wa roho ndio uwanja wako wa vita. Magoti yako ndio uwanja wako wa vita. Maombi yako ndio uwanja wako wa vita. Hata hilo lalo kusumbua sasa, hujawahi kuliingiza vizuri kwenye maombi. Liingize vizuri kwenye maombi, utaona. Kuna mtu mmoja alitaka kutuibia mahali fulani, lakini kabla hajaiba akasema hivi, bahati mbaya muombagi, mngeomba mngejua. Hilo neno lilinipiga usoni hasa. Na kweli baada ya muda aliondoka sio na milioni 5. Milioni 5. Aliongea simple hivyo akasema bahati mbaya muombi, mngeomba mngejua. Hicho ndicho kitu ambacho kilinipa hasira ya mimi kuingia kwenye maombi isivyo kwa kawaida. Nikaacha ile maombi ya kawaida ya kuombea ugali. Nikaacha ile maombi ya kawaida. Na leo hii kabla hujaja kunipiga kibao tayari ninajua utakuja na utapiga kwa mkono gani. Kwa sababu ya ile hasira ambayo niliipata kutoka kwa yule mwizi. Kasema kama mngeomba mngejua. Maana yake kabla hata usaliti hujatokea, ungeomba ungejua. Kabla hujapata hasara ungeomba ungejua. Kabla ugomvi hujatokea ungeomba ungejua. Ila shida yako huombi, na hata ukiomba unaomba vibaya kama neno linavyosema. Unaomba ili utumie kwa tamaa zako mwenyewe, ndio yale maombi ya kupiga miayo. Maombi ya kawaida, maombi ya daladala ambao ni shwa. Utakutana na Mungu tena Januari nyingine ama Pasaka ikipita Christmas. Lakini ukiheshimisha maombi yako, Mungu naye atakuheshimisha. Mungu ataheshimisha matokeo yako kama utaheshimisha namna unavyoomba. Ukiomba kikawaida, Mungu atachukulia kawaida. Mimi Mungu miujiza yote aliwahi kufanya, sikuwahi kuomba kikawaida ndipo akafanya kwa ukubwa. Huu ndio ushuhuda ambao napenda kuushuhudia sana. Mwanamke mmoja alikuja, alikuwa ni kipofu, macho yake akiangalia namna hii kama yule Bartimayo mnayemwonaga kwenye filamu ya Yesu. Kaletwa ameshikwa, ni mwanamke mzee, ni miaka kama 60. Ameletwa ameshikwa kushoto na kulia kwenye kanisa moja hivi. Wakati ameletwa namna hii, wakamleta yule mwanamke. Wakati wamemleta, baadhi ya watumishi wakawa wanamkimbia kulingana na kwamba wamezoea kuyaomba yale maombi ambayo hayaonekani, kama kuombea malaria. Unajua malaria haionekani. Hata ikiondoka hujui kama imeondoka au bado ipo. Kwa hiyo inampa nafasi ya mtumishi kujinadinadi fulani hivi. Lakini upofu unaonekana. Maana yake ukipiga maombi isipokuwa inaonekana kabisa haijawa. Sasa wakati wamemleta, nakumbuka niliwauliza ana shida gani. Wakaniambia kama unavyomuona. Nikauliza muda gani? Wakanitajia. Nikarudi kwa binti mmoja aliyokuwa pembeni yake, amevaa dela namna hii, miaka 17, lakini anatembea kama bibi. Nikisema bibi unielewe, yani bibi Yesu. Yani mgongo ni umepinda kwa kuelekea chini namna hii. Hana uwezo wa kunyanyuka. Nilivorudi kwake nikagusa miguu yangu. Nikasema kuanzia sasa nyooka. Yule dada akanyooka. Alivyonyooka nikapata ujasiri wa kumrudia huyo kipofu. Nilivorudi kwa huyo kipofu nilishika ile macho yake. Hakuna mafuta ya upako, hakuna maji ya upako, hakuna kitambara cha upako, hakuna majasho ya upako, hakuna mate ya upako, hakuna maepo wala keki wala mikate wala mishumaa wala sijui kafara wala sijui damu ya njiwa. Ilikuwa ni mikono iliyo safi pamoja na jina takatifu la Yesu Kristo. Ninakumbuka nilichokifanya, nilishika macho yake, na ndo ulikuwa muujiza wangu wa kwanza kuona kipofu anaona kwa mikono yangu. Achana naye mambo ya kusikia kwa kuhadisiwa ama kuyaona kwa kusoma Biblia ama kwa kuyasikia kwenye redio. Sina uhakika kama wameandaanaje, lakini kitu ambacho nikiona mimi kwa mikono yangu mwenyewe ndicho ninachokishuhudia. Nilishika ile macho, nilitamka kwa Kiingereza, nilisema hivi, in Jesus mighty name. Kule ni kijijini, yumkini yule mwanamke mwenyewe hakuelewa nilichokisema. Nilisema hivyo tu, sikusema toka pepo toka uziwi, kwa sababu nikianza toka pepo toka uziwi ninachimba historia ya ule ugonjwa umeanza lini, ninachimba historia ya lile pepo lilikujaje. Maana yake kama lina haki litaendelea kubaki pale, kwa sababu lina haki ya kuwa pale. Lakini nikilitaja jina la Yesu Kristo peke yake, haijalishi lina haki ama halina haki, kilichobaki ni kimoja, litoke ndani ya mwili. Niliposhika ile macho nikasema in Jesus mighty name. Nafungua macho namna hii, yule mwanamke anapiga kelele, anasema umevaa shati la rangi ya blue. Na siku hiyo kweli nilivaa shati la rangi ya blue. Sikuamini. Nikawaambia ndugu zake, nyie mna uhakika huyu mwanamke alikuwa? Wakasema kwenye mkutano si unaona mtu amekuja ameshikwa kuna huku, ndo huyu. Kule hajapona tumemleta na huku. Sasa imagine ukitamka neno hata moja ukiwa kwenye ulimwengu wako wa roho, linaweza likaleta matokeo ya maneno milioni 1. Inategemea na unatamkaje. Maombi ni maneno, lakini maneno yaliyo katika ulimwengu wa roho. Mchawi akikwambia hautauza, ni auzi my friend, ni auzi. Na unaona kweli, kwa sababu ni maneno. Na hata kama ni mlokole auzi. Kuna jamaa mmoja aliwahi kukasirika kwenye eneo fulani, akasema mmeniibia chenchi yangu kwa sababu nimelewa. Sasa nitawaonesha. Ilikuwa ni Jumatano, akasema kuanzia kesho hapa nitawaonesha. Advertise ya kwanza, bodaboda mmoja aliyeshiriki kwenye kugawana ile chenchi ya yule bwana aliingia chini ya lori, na siku hiyo ilikuwa ya Alhamisi. Fremu zote kuanzia juu ya mtaa mpaka chini zilifungwa, zote zilifungwa.
zilifungwa kwa maneno tu, tutaona. Sasa na sisi tunayo maneno, na cha ajabu ni hichi, yule mtu niliwahi kukutana naye uso kwa uso, alinisalimia na ni baba mtu mzima, miaka kama 55. Sasa huyu mtu ambaye anaogopeka na salamu akatoa, sio kwa sababu nina siri nyingine, ila sijaruhusu magoti yangu ni ya dharau. Hata kama una shida ya aina gani, usidharau magoti yako. Unataka milioni 2, unataka milioni 3, ndugu yangu, aliyekudanganya kwamba haiji kwa maombi ni nani? Piga magoti, alafu utaona Mungu akikushangaza. Piga magoti, piga magoti, kwa maana hiyo wenzako wanapata zaidi ya hiyo kwa makafara. Sasa anayewaletea nani? Si mapepo, si majini. Wanaunganisha biashara zao na mapepo kwa sababu wanauheshimu ulimwengu wa roho. Na wewe unganisha biashara yako na malaika wa Bwana, malaika wa neema, malaika wa kuinua, malaika wa utajiri. Usiwahi kujichukulia poa. Ukiingia kwenye ulimwengu wa roho, kuwa kama ni mchawi aliyekubuu, kuwa kama ni mchawi aliyekubuu. Yani mtu akikuona uko zako namna hii, midomo inacheza hivi, aseme huyu mtu kachanganyikiwa au ni mzima. Ukiingia kwenye maombi umepiga magoti namna hii, mwili unatetemeka mpaka mabegi yanatetemeka hivi, usiruhusu. Yani mtu anayekuona badala ya kucheka awe wa kwanza kuogopa, awe wa kwanza kuogopa. Nakumbuka kipindi niko mdogo, Mungu alinipa uwezo wa kuona wa jamaa wakiwa wanaruka na ungo. Nikisema alinipa uwezo, inamaanisha bila kuomba, yani bila kuingia kwenye maombi. Sikuwa nimeokoka, lakini nilikuwa nina uwezo wa kuona vizuri sana. Hamna kitu kilikuwa kinaniogopesha kama hicho. Na mpaka ninakuja kuokoka, ninakuja kuanza utumishi, bado watu walikuwa wananiwinda sana. Kuna mwanamke mmoja alifunga safari kutoka Arusha mpaka Dar es Salaam kwenye ulimwengu wa roho. Kitu ambacho nilikuwa nakiogopa zaidi kwa, unajua ni nini? Sio namna wakija wamevaa magauni, sio namna wakija wamevaa sketi, ila ni wakibadilika kuingia kwenye kaniki. Walikuwa na uwezo wa kubadilika in 1 minute, ghafla tu washanga gauni limevuka, amevaa kaniki. Nilikuwa ninaogopa ile michoro, zile irizi, vile walivyo ni wanatisha, asikwambie mtu, unasisimka mpaka meno, yani mpaka masikio yanasimama hivi, sio nywele tu, masikio yanasimama hivi, kwa sababu wakiingia kwenye ulimwengu wa roho wanahakikisha wanakutisha. Na ukiingia kwenye ulimwengu wako wa roho ukapiga magoti namna hii, unanena kwa lugha namna hii, mtu akisikia sauti yako mwache aogope, kwa sababu tunaye Mungu anayetisha kuliko kwao. Hii ni vita ya miungu, hii ni vita ya miungu, na sisi tuna Mungu aliye juu ya miungu yote. So Paulo anasema hao wanaodhani sisi tunaenda kwa mwili, yani wanaodhani Ukristo ni habari ya kuombaomba na kupigapiga makelele alafu ishia hivyo, waambieni ingawaje tunaenenda katika mwili, vita vyetu hatuvifanye kwa namna ya mwili. Maana yake nipigeni kibao, lakini nikipiga magoti, jua nyie mtapigwa mpaka mifupa yenu yote, jua mtavunjwa mpaka viuno vyenu vyote. Hiyo ndio maana yake. Anasema silaha za vita vyetu zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Imagine ngome ndani imejaa maaskari, imejaa wanajeshi, ngome ndani imejaa ulinzi wa kila aina, lakini silaha moja ya vita vyako inayo uwezo wa kuangusha ngome nzima, ngome nzima. Sasa hii mistari iliyosalia tutaiendelea siku ya kesho, lakini nataka upate picha moja. Kama silaha yako moja ina uwezo wa kuangusha ngome, kwa nini ngome hazianguke kwenye maisha yako? Kuna namna fulani uyaomba kwa userious, kuna namna fulani wewe mwenyewe unayadharau maombi yako. Yaani unapiga magoti namna unaomba, alafu unasema hii ngoma hii hapa mpaka niwekea mkono hapa, hii ngoma hii mpaka niende nikaekea mkono hapa, nisipoekea mkono Pastor Boy, bila kujua kwamba namna unavyoomba wewe mwenyewe, ukijichukulia kwa uzito wewe mwenyewe, mimi nakwambia utahitaji kuwekewa mkono. Niliwahi kuona mwanamke mmoja akijifungua kutoka kwenye mapepo, yeye mwenyewe akijifungua. Aliingia kwenye maombi siku 7, muda wote ni anaomba. Siku ya 3 inafika, ghafla anaanza kubadilika, haombi tena, ni kama lile pepo ndo linaongea, linasema afunguliwe, yani linaongea lenyewe afunguliwe. Lakini lile pepo likishuka namna hii, maana lilikuwa limepanda, likishuka namna hii, yule mwanamke ni anaomba isivyokuwa kawaida. Siku ya 7 alifunguliwa. Baada ya pale, bandika mikono sana, hakuna pepo linaloanguka, kwa sababu alipambana kutafuta nguvu iliyoko ndani yake. Unaweza nawe kufanya hivyo. Unaweza kuhamisha mapepo kwa wanao, unaweza kuhamisha nguvu za giza kwa wanao. Unao uwezo wa kuhamisha nguvu za giza kwa mume wako, unao uwezo wa kuhamisha nguvu za giza kwenye biashara yako, ila ni unajichukulia poa tu. Amka kutoka kwenye huo usingizi. Nyoka akijichukulia poa anaweza akageuzwa kuwa kamba ya kufungia kuni, lakini nyoka ajichukulia poa, ukimsogelea tu anakung'ata, ukikaa kwa mbali anarusha sumu. Wewe ni zaidi ya nyoka, wewe ni zaidi ya nyoka. Hakuna mtu anayemuinda tai kwa manati. Tai anaruka juu sana, uwezi ukamnasa kwa manati, hata bunduki yenyewe haifiki. Wewe ni zaidi ya tai, ruka juu kiwango ambacho hakuna anayeweza kukufikia. Na ndio maana unaota ndoto jamaa anakukimbiza chini, alafu unashangaa nguvu inakunyanyua na kupeleka juu namna hii. Nguvu inakupeleka juu, ni kama unakuwa unaruka namna hii. Ukiangalia kwa chini, wale kule wanakimbia. Nenda juu, paa juu, ruka juu zaidi kwenye ulimwengu wako wa roho, usiuchukulie poa. Jua hata ukitamka maneno kadhaa uko kwenye daladala, ukisema tu kwa jina la Yesu, imekwisha, imekwisha, imekwisha. Roho Mtakatifu wakati mmoja alinifundisha namna maombi yanavyofanya kazi. Nikamuuliza inakuaje, akaniambia lala.
Wakati niko kwenye maombi ya kufunga muda mrefu, nikafunga macho, usingizi ukanichukua. Nikajiona niko kwenye eneo namna hii. Kwenye lile eneo juu ya bati pakawa na mwanaume mmoja. Yule mwanaume yuko kwenye fomu ya nguvu za giza, namaanisha fomu ile ya kichawi yenyewe. Wakati yuko pale juu, mimi niko chini, nikawaza nikasema hivi, huyu mtu nitamwangusha hapo juu nikitoka. Ghafla yule mtu akaanguka. Yule mtu kuanguka, nikawaza imekuwaje hii? Roho wa Mungu akaniambia kwamba pale mnapowaza kitu kwamba nitafanya hivi, tayari kinakuwa kimekwisha kuumbika kwenye ulimwengu wa roho.